kufukuzwa shule, ada ya shule hana. Alafu ghafla wanakuona unafanywa muujiza. Wasema huyu mtu ni yatima, huyu ananyang'anywa mali za wazazi wake. Alafu ghafla wanaona kuna mtetezi, wasema ndio, huyu ndio Mungu tutamjua. Anatetea hata yatima, anatetea hata wajane, anatetea hata wasiojiweza, anainua na wanyonge, anafanya kwa wakuu. Alafu utaanza kumtafuta huyo Mungu. Useme amen. Useme amen. Amen. Kuna vitu unavyopitia, hicho unachokipitia ni sababu ya Mungu wako kujulikana kesho. Inawezekana leo usijue tu kwa sababu hizo unapita unajua, lakini Mungu anakufurahia. Pamoja kama unapitia yenye kukuumiza, wewe usifikiri kama Mungu hakuwa na huruma na kina Sheka. Kwani Mungu hakuona moto? Si aliona moto? Kwani aliruhusu akaingia? Alafu angalia umati wa watu ulioko pale. Mungu ana shida na umati wa watu. Kuna watu Mungu ana shida nao pale mtaani kwenu. Kuna watu Mungu ana shida nao katika mji wako. Kuna watu Mungu ana shida nao katika mahali unakoishi. Alafu Mungu akiangalia watu namna ya kuwapata, haoni kabisa udalili. Atawapataje? Alafu anakuangalia ndio mtu pekee uliookoka. Alafu Mungu anakupitisha mahali. Alafu watu wa Mungu wanataka wote waamini katika Mungu. Waamini katika Mungu. Na hawataka kusikia hizo habari katika Mungu na katika Yesu. Hawataka kusikia hizo habari. Alafu Mungu anakutumia wewe, kupitia wewe anakupitisha mahali pembamba kama Shadraka na Meshaki na Abednego. Angalia umati wa watu unaosujudi kwenye sanamu. Angalia mfalme kiongozi wa nchi anasujudi kwenye sanamu. Alafu Mungu anamtaka mfalme. Alafu Mungu anataka nao watu. Alafu kuna watu watatu wako hapo katikati. Wamenyamaza kimya. Wasema hatutaabudu hiyo sanamu. Sio kama ni akili. Ni Mungu aliyofanya kwa balance. Mungu aliwazima data. Akaambia nataka mniwazime. Yaani mkiona ule moto muone kama maji. Kama mnaenda kuogelea hivi mtoni. Nenda kuogelea hivi baharini. Ukiona ule moto msiogopa. Na kwa hiyo akaangalia ule moto hawakuogopa. Mungu anapiteni hapo kwenye moto nikakopa pamoja naye kwa ajili ya watu. Yaani mnapita kwenye moto mnaungua kwa sababu ile wale wapate. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwani yaani Mungu angelifanya muujiza mdogo mdogo pale, wale watu wangeendelea kuabudu ile sanamu. Yaani sanamu sio kama sanamu ilikuwa ifanye muujiza. Halo? Sio kama ile sanamu ilikuwa ijibu. Ilibidi Mungu afanye kitu ambacho kinachozidi muujiza wa sanamu. Ndio. Ilibidi Mungu afanye kitu ambacho sanamu yenyewe kiangalia itaogopa kwamba mimi kweli siwezi hiyo. Na watu wote walikuwa wanasema mfalme mwenyewe sanamu yake alisema sanamu yangu haiwezi hiyo, hapo Mungu amefanya. Kwa kuna vitu Mungu anafanya vikubwa vyenye uwezo kupita akili za binadamu ili wapate watu. Na hivyo vitu Mungu hadifanyi kupitia miti, anavifanya kupitia wewe. Bwana Yesu asifiwe. Akilifanya kupitia wewe watu wote wana na alifanya kupitia wewe ikiwa watu hawaoni. Anafanya ikiwa watu wanaona. Watu waliona moto ukiwa unawakia kina Shadraka. Yesu anapelekwa msalabani, Yesu anakufa. Mungu ananyamaza. Ilifika mahali Yesu akasema Eloi, Eloi, lama sabakthani. Mungu akanyamaza. Biblia inasema Mungu akamgeuzia Yesu kisogo, akampa kisogo. Hakutaka kumuonea huruma. Akimuonea huruma kuna vitu Mungu asingevipata. Kuna vitu Mungu asingevijua. Kama watu wananielewa. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Yesu akiwa pale msalabani ametundikwa namna hii, analia Eloi, Eloi, lama sabakthani. Alafu Yesu anasema akaitoa roho yake akamkabidhi Mungu. Alimetoa ardhi ikatetemeka. Wakasema hakika huyu ndiye. Mimi sio tu yeye. Anasema nikiinuliwa juu ya nchi nitawavuta wengi kwangu. Yaani maana Yesu asingekufa. Hakuna mtu angemwamini leo. Ili watu waweze kumwamini, ilibidi Yesu akubali kubeba mateso ya msalabani. Halo? Amen. Sio rahisi. Lazima watu waone ukiwa unakufa na umefufuka msalabani. Ndio tutakuamini, wewe ndio kweli. Tu usipokufa na kufufuka hatutakuamini.